Watanzania, habari ya saizi. Naitwa Haruna Mwamuhehe alimaarufu Dr. Kifimbo, bingwa wa kutibu meno bila kung'oa na maradhi mbalimbali. Namshukuru Mwenyezi Mungu ningali hai. Pamoja watu walisema Dr. Kifimbo tayari amekufa, lakini nawaeleza ningali hai, wala si walaumu. Ni jambo lililoandikwa kwa Mola wetu, mseme hivyo. Sasa nitoe lawama gani? Lakini mimi ni mzima wa afya njema. Leo tutatoa elimu ya tiba asili kwa wale watu wenye magonjwa ya tezi dume. Narudia tena, sisi wa Afrika tuna magonjwa yetu ya asili, na hayo magonjwa yetu ya asili yanatibika kiasili, na hayo magonjwa yetu ya asili yanaleta maradhi mengi kwa wakati mmoja. Naomba ukae vizuri, usikilize elimu ya tiba ya tezi dume. Maana ya tezi dume ni nini? Ni kiungo. Kiungo hiki kwenye mwili wa binadamu unafanya nini? Kinafanya shughuli gani? Shughuli yake kutengeneza manii na kadhalika. Sasa chanzo cha maradhi ya tezi dume ni mambo mengi kwa mwanadamu, lakini la kwanza, unapojichua. Neno kujichua kwa wanaume mnajua. Unapojichua unaliasili tezi dume, uzalishaji wa manii. Unapojichua unaliasili tezi dume, uzalishaji wa manii. Kwa hiyo kujichua si jambo jema. Kwa hiyo unapoanza kukua, umebaree, unaanza kufanya kile kitu. Kwa hiyo unaondoa kinga za mwili wako ungali bare, lakini kwa sababu una nguvu za ujana, zile kinga zinakuwa hazizoofiki, ila zinakuletea madhara baadaye. Tusikilize kwa makini. Unapokuwa kijana, wewe ni shabibi, unatumia nguvu fulani, lakini Mwenyezi Mungu hakusema ufanye kile kitendo. Kwanza unaesili uume wako, unakosa nguvu za mishipa ya uume, unatia baridi ya uhabishi katika uume wako. Ukiisha kuwa, kwa kipindi hicho hautakupa tatizo. Ukiisha kuwa, unapokwenda kwenye tendo unakuwa nusu mlingoti. Ndio madhara ya nguvu za kiume. Wengi wamezungumza nguvu za kiume, wanazungumzia kibiashara na kuweza kuwapa watu vitu sio sahihi, lakini nguvu za kiume zina chanzo chake. Kwanza tuache kujichua. Unapojichua unaathiri mishipa ya uume. Unapojichua unaathiri uzalishaji wa manii. Unapojichua unaliathiri tezi dume. Sasa unapokuwa, manii unapozalisha yakawa hayatoki, unatoka hewa, ni sawa sawa unaendesha gari halina oili wala maji. Ndio maana watu wengi wanapata kuparalyze, au akiugua kidogo anapata magonjwa mengine, kwa sababu tezi dume linatema sumu. Linapoenda kutema sumu linadhalisha magonjwa mengine. Ndio maana nasema, turudiane Watanzania, nasema kuna maradhi ya Kiafrika. Wewe ukipata joto unaona malaria, ukipata joto unaona kadha wa kadha, unaenda kupima vitu vingine tofauti. Kumbe kwa ndani umeshaleta matatizo makubwa. Wenzetu wazungu wafanye hiyo biashara. Na tiba nyingi za sisi tunafanya tiba za kizungu. Sasa kuna chanzo cha maradhi kinaenda kuzaa maradhi mengine pasipo kujua chanzo chake. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuna dawa makini sana ambayo inaweza kutibu tezi dume na magonjwa mengine. Lakini nakupa hii elimu ya kwanza. Tezi dume ni ugonjwa hatari. Ni ugonjwa hatari. Ni ugonjwa unadharisha magonjwa mengi mpaka kansa. Sasa tunaporudi, tezi dume linapokosa
uzalishaji mzuri, linatema sumu. Sumu zile zinaenda kuzaa magonjwa mengine. Kwa hiyo sasa siwezi kuingilia upande mwingine, lakini nitasema, je, kiungo huwa kinafanyiwa operation? Wataalamu wanasema wanafanya operation. Je, kiungo kinafanyiwa operation? Hayo nawaachia wataalamu. Lakini nasema turudi kwenye asili yetu, turudi tuchanganye. Ndio maana serikali ikatuona sisi ni muhimu katika tiba. Serikali ikatuona sisi ni muhimu katika tiba, ndio maana ikatuingiza Wizara ya Afya. Tuwe pamoja na ishara, waziri wetu, tuunganishe, tuwe pamoja, sababu kuna vitu vinatibika kwa njia ya asili, kama hivyo tunakwambia jino dakika 3. Na maradhi haya maradhi unayoona ya tezi dume, hakika tukiweka ushirikiano tutamaridha magonjwa mengi, kwa sababu tezi dume linaleta maswala ya mishipa, maswala mengi na magonjwa ya kansa. Kwa hiyo tunasema ugonjwa wa tezi dume unatibika. Naona hapo unauliza namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 0713 21 8600, 0713 21 8600. Na kwa sasa ndugu zanguni, niko hai na ndafanya uzinduzi mkubwa wa dawa zangu za aina nyingi. Sasa hivi natoa elimu tu, ila nawakaribisha. Ofisi yangu iko Machinga, soko la Machinga by Road, Dodoma. Nilikuwa na ofisi nyingi, lakini tutarudi Dar es Salaam na tutawatangazia. Lakini kwa sasa unaweza kutumia kwa njia ya basi, tunakuhudumia. Na sasa hivi niko Dodoma Machinga. Kwa hiyo magonjwa ya tezi dume, ipo dawa ambayo inatibu maradhi ya tezi dume, mchanganyiko wa mwafywa na kiboko. Kwa hiyo mwanadamu tuwai, na ugonjwa unatakiwa kuwaiwa. Na tunarudi katika nguvu za kiume, zina sababu nyingi. Magonjwa ya maradhi hayo tunayezungumza, magonjwa ya tezi dume yanasababisha nguvu za kiume kwisha, kwa sababu ya kwanza, unapofanya kile kitendo unaua mishipa ya uume, unatia baridi ya uhabishi. Sisi tuna dawa ambayo imechanganywa dawa na mafuta ya ule mnyama kiboko, kuchua na kuimarisha misuli ya uume. Tuna dawa ya kutengeneza manii, tuna dawa ya kutibu yale magonjwa yaliyolimbikana kwenye sosi ya tezi dume. Tutaongelea zaidi na zaidi, kwa sababu niko ndugu yenu, mtumishi wenu almaarufu Dr. Kifimbo, bingwa wa kutibu meno bila kung'oa na maradhi mbalimbali. Tutaendelea kuwa na elimu zaidi. Namba yangu ya simu tena nitairudia, ni 0713 21 8600, 0713 21 8600. Ndakuwa katika hichi kipindi cha Karema TV. Nashukuru uongozi wa Karema TV kwa kutujali sisi watu wa tiba, tuje tutoe miadhara ya elimu ya tiba asili ambayo imetambulika kisheria, kiserikali. Tupo chini ya Baraza la Tiba Asili, na kuomba mganga yoyote, tiba asili si kama machinga kutembeza bila kwenda kupima. Na Watanzania na waasa, hizi dawa mnazonunua mikononi zina madhara. Dawa iende kwa mkemia, idhibitishwe, ndo dawa sahihi. Na tiba asili sio machinga. Tiba asili inatakiwa aende mtu apime eneo lako, uangalie taratibu zote za afya. Tiba asili ni afya, tuache kutembeza dawa. Ila mimi ndo natangaza tiba asili. Wenzangu walioondoka, wenzangu Sheikh Yahya alikuwa akitangaza mambo ya unajimu, matunge, mambo ya miskule, maji marefu kadhalika, wote wameondoka. Ile kaumu yangu Sheikh Yahya, maji marefu, matunge, wadogo zetu wa Mtitu, nani, lakini niliobaki ni mimi, na mshukuru Mungu kunibakisha nije nimalizie mambo ya tiba asili. Kwa hiyo karibuni
soko la machinga Dodoma, stendi ya daradara. Asanteni.